Bwana tusaidie sana. Mnanisikia vizuri wapenzi? Lakini je, katika maisha yetu ya hapa duniani hakuna aliyewahi kutemewa mate, tena sio kutemewa mate tu, akafuliwa nguo kwanza? Bora hata sisi tukitemewa siana kwenye nguo wapenzi. Machache tu ndio yatafika. Yeye akafuliwa nini? Ili mwili wake ndio upokee yale mate, ayasikie ni ya baridi, ni ya moto au ya vuguvugu. Kama yanatiririka asikie hayo hapo. Japo hakuwa na muda wa kuyaangalia. Si ndio ndugu zangu? Hakuna aliyetemewa mate kwa ajili yetu. Yupo hayupo? Yupo hayupo? Yupo hayupo? Yupo. Ndio huyo tumesoma yale maandiko mawili, tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba. Kwamba sisi ndugu zangu, nasikitika. Biblia inaposema wengi wa hao wanarau mavumbi ya nchi wataamka, wengi aibu na kudharauliwa. Ndugu zangu, tutakapokufa, mnanisikia? Tutakapofanyaje? Tutakapokufa, yale mavazi tutakayozikwa nayo hakuna atakayefufuka nayo hata wili. Ila yule ambaye matendo yake hayakuwa matimilifu, yametimia, ndiye atakayefufuka aibu na kudharauliwa, uchi. Hata tungesema wanyama, haitoshi hiyo lugha. Aibu ya kule tofauti kabisa na aibu ya duniani. Aibu ya duniani, hata ungekuwa nguo kwa sasa hivi, halafu ukatembea ukaenda mpaka hapo na stendi, ukaenda mpaka sokoni Kariakoo, ukarudi nyumbani kwako, watu wanatazama, aibu ya vile haitoshi kuwa mfano wa aibu ya kule tunapokwenda. Kwa sababu aibu zilizo nyingi za duniani, hata mtu ungekuwa naoga akavunja ile bafu kuta zote kwa, halafu wote wewe unayuka naoga. Aibu ya vile haitoshi kuwa mfano wa aibu ya kule tunapokwenda, kwa sababu ni aibu isiyo na ole. Aibu isiyo na ole. Hakuna kinachofuata nyuma ya hiyo aibu. Ni mazomeo tu, watu wanazungumza, wakishachoka wanasahau. Lakini aibu ya kule tunapokwenda, Biblia inasema kwamba wengi watafufuka wapate aibu na kudharauliwa milele. Ni aibu yenye ole kabisa. Mtu anatetemeka mpaka jasho, mpaka damu inavuja, kwa sababu ya hofu ya kile kinachofuata nyuma ya hii aibu. Mwananisikia vizuri wa kweli? Yaani tunaponzwa wakati mwingine na uwezo wetu wa kufikiri, kwamba akili zetu hazifikiri mpaka viwango vile. Yaani tungejinidamisha wenyewe. Mwananisikia vizuri wapenzi? Tungefanyeje? Tungejinidamisha, hasa kwa kutazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba aibu hii isitupate tena. Yesu akaja akachukua dhambi zetu, akazichukua, akazibebelea mwilini mwake, zikasababisha akavuliwa nguo. Wale mnaotazama, wale tunaotazama zile picha na nini sijui za kusulubiwa kwake, wamevaa kanepi kale kamewekwa tu kwa staha, ili baba na mama na mke na watoto, baba na mke wake na watoto waangalie wote. Ndio maana wamestahi vile. Lakini alikuwa uchi tunaojua uchi. Bwana tusaidie sana. Wananisikia ninachozungumza? Bwana tusaidie sana. Amen. Kipengele cha 3 cha 4, alivuliwa nguo, katemewa mate. Tulisoma maandiko Mathayo 27:28a, Mathayo 27:28a. Alivuliwa nguo, katemewa mate, alisimangwa, alipepeheshwa maneno, lugha mbaya kabisa. Bwana tusaidie ndugu zangu. Sababu ilikuwa anafanya adhabu ya kupungukiwa utukufu wa Mungu kuliko tukabili kwa sababu ya dhambi. Biblia inasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Bwana atusaidie sana. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa. Yesu alifanyeje? Alijitwika aibu hiyo na fedheha badala yetu. Tunapaswa kufanana naye kwa mambo gani? Kitu kingine ndio
tunarudi kusisitiza kwa sababu hiyo, tunapaswa kufanana naye kwa mambo gani? Kuhusiana na kuvuliwa nguo na kutemewa mate, tunapaswa kufanana naye ili hata yeye anapotutazama aridhike. Siku ile kweli nilifedheheshwa mbele ya watu, mbele ya mazomeo, lakini matunda yake ni haya. Tunapaswa kufanana naye kwa mambo gani? Kwanza, kujitambua kwamba alifedheheshwa fedheha ambayo tungepaswa tufedheheke sisi kutokana na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Cha pili, tukubali kuchukuliwa mzigo huo wa fedheha. Tukubali kutuliwa mzigo huo wa fedheha. Halafu baada ya hapo tuwe watakatifu katika mwenendo wote. Biblia inaposema iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, inalenga kuanzia mawazo, kuanzia maneno na yale tunayoyatenda. Tuwe watakatifu katika mwenendo wote. Bwana tusaidie sana. Tuwe watakatifu katika mwenendo wote. Mtu akiishi hivyo, Yesu anajisikia vizuri sana, vizuri mno, anajisikia vizuri. Bwana tusaidie sana. Kumbuka huyu naye kupasha habari zake alisema, naja upesi kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Bwana atusaidie sana. Alipigwa viboko. Jana niliuliza, nani alipigwa viboko mpaka leo anavikumbuka? Kauliza watoto wa shule, viboko ni vizuri ni vibaya? Mnavipenda eti? Ni vizuri, mnavipenda eti? Hamvipendi? Kwa nini msivipende wakati mnasema ni vizuri? Ni vizuri ni vibaya? Vizuri. Mnavipenda? Hapana. Bwana tusaidie sana. Tulipopitia pamoja na andiko tulilosoma kwamba ile Yohana 19:1 hapo kuna kitu tulikiacha. Pilato baada ya kuwa wamemleta Yesu, wote wanazomea auawe, wakaja na mabango, tunamtaka auawe, mabango. Pilato akatafuta jinsi ya kumwokoa. Alipoona hawezi, akawaza hivi, nimtandike viboko vya ukweli vitakavyomuumiza mno, ili wafike mahali waliidhike, halafu nimwache huru. Kwa hiyo Pilato alimpiga akilenga hivyo, na alimtandika kweli vile viboko, nyama yote mgongoni ikaisha, ikabaki mifupa mpaka mbavu nusu, damu na maji likakuja. Alipomaliza akafikiri wameridhika sasa, kwa hatua hii ni mwache akaenda atatibiwa basi huko angalau maisha yaendelee. Ndio wakazidi ya uwawe, ukimwachia wewe sio rafiki yake Kaisari. Akachukua maji akanawa, mimi sina hatia na damu ya mtu huyu, damu yake na iwe juu yetu na watoto wetu. Ndugu zangu, ukirudi kufanya dhambi unakula kiapo cha wale, afadhali hata kiapo chao. Yesu alikipunguza makali akasema, Baba wasamehe hawajui watendao. Lakini kiapo cha mtu wa mataifa, mnanisikia wapenzi? Kiapo cha mtu wa mataifa, yaani mtu anaporudi tena kufanya dhambi, kufanya mambo yanayoumiza moyo wa Mungu, maana yake yeye anafanyeje? Anajiondoa kwa wale wanufaika ambao Yesu, wanufaika wa alama za mauti ya Yesu. Anajisajili mwenyewe kwa mauti. Niko tayari, nalo linafurahi kama nini. Mwanamesikia vizuri wapenzi? Bwana tusaidie sana. Alipigwa viboko. Alama ya ngapi hiyo? Ya 5.